wakati niliokoka 2000 flat, na wakati niliokoka immediate na Mungu akaingia ndani yangu, nikawa nahubiri kanisani, naelekezwa kanisani. Nilikuwa na uwezo hata kusoma mawazo ya mtu, singedanganywa na mtu. Nikawa ni mimi na shauri wa mama, usifanye hii, usifanye hivi. Lakini yule pastor aliniwekea mkono, kumbe alikuwa msinzi na sikujua. Suddenly nikawa mshirika wa hii dhambi, ikanimesa, nikafanya dhambi, na pastor nikawa ninahubiri na nikawa msinzi. Unahubiri na mimi ni msinzi pastor. Na nje na niko na Bwana pastor. Sawa. Sasa pastor sijui kuliendaje kwa sababu swali huwa nauliza sababu wala ninawaheshimu wenzangu ambao wamemtumikia Mungu na shetani akawagonga wakaumia. Ninawaheshimu kwa sababu ikiwa haujagongwa na uzinzi, usifikirie waliogongwa ni wajinga. Umenisikia? Ikiwa haujajikua, usiwacheke waliojikua. Hata kama wanakuelezea, wape heshima wanaostahili. Ile kitu inanitatiza, mtu akizini ataendaje kushika microphone? Anasikia ajioni vile alikuwa uchi, ama unashikaje unasemaje katika jina la Yesu? Inakuwa ama ni ujeuri wa kufanya dhambi, wacha iende hivi. Pastor, unajua, lakini kulingana na vile watu wanasema, ukihubiri tunasikia vizuri, ukihubiri ninakuwa mtu mwingine. Sasa hiyo unaona ni kama unaona hakuna kitu umefanya, kwa sababu sasa sauti mingi huko inatoka ikawaambia. Fundishe. Tunafundishana polepole tukisonga. Mhubiri, nisikilize. Yule mtu anayekuua wewe mchungaji ni yule anayekwambia, pastor, ni wewe tu. Hiyo kitu hiki kuingia, utajiona wewe ni bora kuliko wengine. Na yule mtu anayekuambia ni wewe tu kwa sababu uko na roho tofauti na yule. Huyo roho akitoka ataenda kwa yule mwingine ambaye ako na neema. Ni Yesu tu, na heshima na utukufu zimrudie Yesu pekee. Mtu asikudanganye kwamba wewe ni bora kuliko wengine. Endelea sasa. Sasa pastor, mimi nikaona haiendi mzuri. Nikaenda nikaambia, mimi nikawa flank pastor. Nikaongea na yule pastor, nikamwambia pastor, mimi kuna pahali nimemess. Akaniambia lete 1200, kwa sababu aliniuliza mara nyingi huyu mtu anakupeanga pesa gapi. Nikamwambia mara nyingi anakujaga na shopping na ananipea 1000. Akaniambia nitoe pesa above this 1000 ati niweke bahasha aombe hiyo kitu iishe. Wakati nilimpelekea pastor ati hii kitu iishe, hata ndio sasa, hata yule sasa ndiye alikuja na shopping kubwa. Nikasema bona basi kwani ni kinyume? Nikaona sasa mimi sasa hapa sitaweza. Lakini sasa pastor, ile kitu ilinishangaza sana ni ya kwamba yale magonjwa yalikuwa na mke wake, alikuwa na arthritis, ndio ilinipata. So mimi nikajua nimechapwa kiboko. Na sasa pastor, hebu niambie, hiyo kanisa tu ndio ninaombea niponye. Huyu pastor ndiye ananiombea nipone arthritis. Kweli nitapona? Nikawa ninateseka nikijiuliza, Mungu wangu nitafanya nini? Sikuwa pastor, mimi nimekusikia. Ukweli sikuwa nimemkusikia. Lakini siku moja nikigusa TV hivi nifuate pahali nitapata kuona mahubiri, nikaona wow, ati mwingine yako na white. My mom was a Mokorino. Nikasema na kwa sababu Mokorino wa kina mamako sasa ametokezea. Ametokezea. Nikasema na kwa sababu mama yangu alikuwa ananiambia mimi nilitaka Susan ufae hii mafasi. Nikasema wacha nifikirize hii. Pastor, wakati nilisikia 1 week, hata sijasikia kutoa sacrifice. Nilikaa wiki, siku 3 mfululizo nikisikiliza. Nikasema hapana.
Sasa kiujinga wangu nikasema yule mtu sasa nitamwandikia message ya kumtukana, nimwambie aliniangusha Ukristiano ndiye anitokee. Mimi nilichukua simu. Hebu rudia. Nikasema nitachukua simu yule mtu nitamwandikia message na nimtusi ndiye niwache kabisa, kwa sababu huyu pastor anasema msisi hata ona ufalme wa mbinguni. Nikachukua message pastor nikamwandikia. Tukakanana. Lakini hapo nyuma nikamwambia mimi sitaki. Ukimtukana yeye pia anakutukana. Tunatukanana tu. Nikamwambia hapo chini, nikamwambia mimi sasa sitaki mke. Hautaki mke? Nikamwambia sitaki mke. Sitaki mke kwa sababu sasa si mtu amekuja na anakuja kwangu sasa ni kama mke wangu. Akapiga simu akaniuliza, yaani sasa wewe ndio mume? Unamwambia sitaki mke kwangu? Nimwambia sitaki mke. Sasa rudi kwa mke wako wa kwanza. Jota yule bibi yake wa kwanza alikuwa sio bibi yake. Sasa akapiga simu akaniuliza, kwani unaongea na nani? Nikamwambia ni wewe ninaongea na wewe. Hapana, umekosea kwa sababu umesema hutaki mke na mimi ni mume. Nikamwambia wewe ni mke na sikutaki na mimi nataka kurudiana na Mungu. Akaniambia hata mimi sikutaki. Hivyo ndio iliisha pastor. Lakini arthritis bado haijaisha. Ile iliisha hivyo, nikawa sasa ninakufuata pastor. Na nikawa sasa shida ingine, huyu mume aliyenioa tena alikuwa mke wa pili, alikuwa na bwana mwingine pastor. Sasa sijui mimi maisha yangu na shida yangu ni wapi nimeanguka mtihani, kwa sababu hata na yeye alikuwa amewacha bibi yake na watoto wawili ndiye niowe. Yupi? Huyu sasa bwana wa kabisa mwenye tumezaa naye watoto 3. Huyo pia aliacha bibi yake. Alikuwa ameacha bibi wake akanifuata. Kwa hivyo wewe hujaolewa. Sasa mimi nilisema tu pastor wangu huyu mwenye amefanya tuachane na huyu, nilikuwa nimeshindwa njia zote, ndiye atanielekeza maisha yangu vile nitaki. Lakini yako ni mpya. Unaandikia mwanaume unasema mimi sitaki mke. Anakuambia hapana. Kwani unawasiliana na nani kwa message? Sababu unasema hutaki mke na mimi ni mume. Hata wewe ni mke.